السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نقزان وإسلام tukiwa tunaendelea katika kumjibu Sheikh Abdul Wakil Jaafar. Hii ni majlisi ya pili na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi wazungumzaji na kadhalika wasikilizaji na kadhalika ndugu yetu Sheikh Abdul Wakil bin Jaafar, kwa sababu malengo makuu ya rad sio tanfiru nas, sio kuwafukuza watu, bali ni kwa ajili ya kubainisha ya upotevu waliokuja nao na kubainishia haki kama haki ni hii, lakini pia kuondoa ujasiri waliokuwa nao katika kuipinga haki, wakidhani kuwa waliokuwa nayo ndio haki hali yakuwa ni batil. Lakini huenda kwa kupata hujaj na barahin Allah subhanahu wa ta'ala akaweka katika nyoyo zao kuikubali ile haki iliyowajia, na tunadhania hivyo na kutaraji hivyo. Lakini jambo la pili, raddi isipomnufaisha yule aliyeradiwa nayo itanufaisha watu wengine, pengine wanafunzi wake, wafuasi wake na watu wenye mrengo kama wake, wakaona kumbe haya mambo tuadanganywa, sawa sawa ni hivi na hivi, hama shekha wametupoteza katika njia, kumbe sawa sawa haki iko hapa na hapa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie malengo yawe hayo, lakini pia ninamuomba Allah jalla wa ala aturuzuku ikhlas katika kile tunachokifanya, kiwe ni lillahi rabbil alamin wa lihimayati dinillahi subhanahu wa ta'ala, kiwe ni kwa ajili ya kutafuta radhi na wajhi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ni kwa ajili ya kuihami sheria ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na si vingine. Tukiendelea na jambo lake ndugu yetu huyu, nadhani majlisi iliyopita wale waliosikiliza waliona namna shekhe huyu alivyokuwa na udhaifu katika kusoma ibara za Kiarabu. Ni mtu hana umakini, hajamakinika, hakustahiki kuwaparamia ahlusunnah wal jamaa as-salafiyun. Salama yake ilikuwa anyamaze, lakini shetani amemchezea akaingia katika heshima za kuwasema vibaya as-salafiyun, yakamkuta yaliyomkuta. Lakini mara nyingine Allah huwaleta watu kama hawa kwa ajili ya kutaka kubainishia wengine ambao imejificha kwa wao haki, wakaijua haki, kwa sababu katika rudud kuna faida nyingi sana. Kuanzia kwa yule anayeraddi utapata faida kwa sababu utasoma mambo mengi, lakini kadhalika kwa wale wanaosikiliza na kufuatilia huenda ukapata mambo mengi ambayo ulikuwa huyajui yakakubainikia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuliona shekhe huyu akhta ambazo alikuja nazo, ilikosoma kosa 12 takriban ambayo kubayina, lakini ilikuja katika hadithi ile asri'u bil janaza. Ya hadithi imekwenda mpaka ikafika pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa in takusiwa dhalik fasharrun tad'unahu an riqabikum. Mshekha akasema kwamba hiyo ni shari niweka katika mabega yenu. Tukamkosoa kumwambia kwamba tafsiri ya sawa sawa ni fasharrun tad'unahu an riqabikum, basi hiyo ni shari ambayo mnaiondoa katika shingo zenu, na ndio tafsiri ya sawa. Lakini pia katika usawa wa hadithi ilivyokuja itadhaunahu, sio tadhaunaha kama ambavyo nilikuwa nimesema. Sasa ni tadhaunahu, fasharrun tadhaunahu an riqabikum, kwa maana ad-dhamiru yaudu ila shar, dhamiri tarudi kwenye shari na sio katika janaza. Barakallahu fikum. Baada ya maelezo haya, huyu shekhe alitumia fursa ya watu wengi, awamu nas, wengi wao na wengine wanajinasibisha na manhaji hii, manhaji ya salaf, lakini jambo hili hawalijui kwamba kwani sisi tofauti yetu na hawa jamaa hawa hizbiyun ni nini. Watu wengi jambo hili hawalijui na linawatatiza sana. Unaweza kamata salafi ukamuuliza, bana wewe unajinasibisha na manhaji hivi, kwani tofauti zetu sisi na hawa jamaa ni nini? Haya ni mambo yanatatiza Waislamu wengi, sio hao, achilia mbali hawa watu wa bid'a wenyewe, hata hawa ambao wanajinasibisha na manhaji
lakini hawapatilizi jambo la ilmu, ni mambo yanawatatiza kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiwatazama hawa mahizbi na hasa hawa ansaru sunna, ukiwatazama mambo yao wanayofanya katika ibadat, katika masuala ya aqida na mengineyo mengi, tunafanana nao, na utaona wanakemea bid'a ambazo ni dhahira, ambazo mara nyingi zinadhihirika kwa watu, kama maulidi, siku kama tanga, shirkiyati hizi wanakemea. Lakini utaona wanafundisha, wanafuga ndevu, napunguza kanzu zao ni fupi, na wanazingania kwamba wao ni ahlus sunnah wal jamaa. Lakini utaona wanafundisha vitabu vya sunna kama vitabu vya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mwiba wako kwa makhurafi. Utaona wao wako mbele katika kuvieleza vitabu hivyo na kumtetea Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Lakini kadhalika wanamdifaa al-Imam al-Jabal Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala au Ibn al-Qayyim, wanamdifaa na wengineo katika majabali yalitetea sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa jamaa, kwani tofauti yetu nini? Tugombana nao nini? Mbona kama tuna tabu sisi? Yani kuna watu wako hivyo, mbona kama mambo ya tabu, ndio maana wakisikiza hududi kama hivi watu wengine wakasirika. Sema kazi yao kuradi tu, sio nyamaze tu, wa hakadha. Sasa huyu Sheikh Abdul Wakil alipojua udhaifu wa watu kwamba uko hapo, akatumia fursa hiyo. Yani kama vile mwanasiasa anaweza akaja kwenye kijiji chenu akachunguza, akaona jamaa wana shida ya maji, umeme, barabara. Kwa hiyo akisimama kwenye jukwaa atawapeleka huko. Angalia, miaka yote mmetawaliwa nyinyi, hamjai kupata maji, mna barabara, hamna umeme, ndio mbinu ya kijamii hamna hospitali hapa. Mimi mkinitawaza, basi mimi nitawafanyia yote haya. Ndio fursa aliyotumia. Wanatumia fursa. Sasa huyu bwana akatumia fursa ya akili. Watu wengi ukimsikiliza, kama huna ilmu na maarifa, utaona mbona anachokizungumza kiko sawa, mbona hizi ni tabu tu, jamaa wajisemea usalafi. Kwani nini? Wana shida gani hawa jamaa? Na hasa watu ambao fi qulubihim marad, watu ambao katika nyoyo zao mna maradhi, na kadhalika watu ambao hawajaijua manhaji ya salaf na hawajui dhawabit na kanuni na misingi ya salafia. Hapo ndipo palipo na matatizo. Usipolijua jambo, basi utakuwa adui yake. Annasu a'da'u lima jahilu, watu siku zote huwa ni maadui wa kile ambacho hawakijui. Ni maadui kwa sababu hajui thamani yake. Mtu anaweza kaja hapa akamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume wenu alikuwa kadha wa kadha, kwa sababu hajui thamani ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwabainishie watu kwamba kwani huyu madai yake anayozungumza ni ya sawa. Lakini maal asafi shadid, siku zote ukiwa unatetea batil, wewe lazima maneno yako yajigonge. Utasema hiki alafu utajisahau, utakuja kusema kingine kinachopingana na hicho ulichosema mara ya kwanza. Na haya ndio yalimsibu shekhe katika mazungumzo yake, kwa sababu alichotetea ni batil. Baada ya haya, nataka niwafahamishe kuwa majibu haya ninayompa Sheikh Abdul Wakil, yeye ni kama ubao fulani hivi. Hapa tunawajibu hizbiyuna wote ambao wana mrengo kama wa shekhe huyu, na hasa watu wa ansaru sunna. Akija yeyote kujibu, awe yeye au mwingineyo, akija kujibu aje ajibu hoja zetu hizi tunazompa kwa hujaj na barahin, na si maneno ya matusi tu akaamua kutukana hapo kubeza, ila itasaidia chochote. Mtu aje na maalumat ya kucrash hata anazungumza kwamba hapo muongo, hapo uliposema si kweli, sawa ni kadha wa kadha, alafu tumsikilize hoja zake alizosimama nazo na hoja zetu tulizompa. Je, zawiana hizi? Nasallallahu thabbita hujjatana, tunamwomba Allah athibitishe hujja zetu na ajalie kuwa ni sababu ya kufungukiwa watu wengi yale wasioyajua, na hasa wale ambao wanaona hakuna tofauti baina yetu sisi na hizbiyun. Huyu shekhe katika mazungumzo yake aliyoyasema, anasema hivi: kafiri ni jambo huduma. Tunawaambia watu ambao wanacheza na vitu hivi wawe makini mno. Hili swala ni hatari.
hata wale wanaocheza na kitu manhaji salafi. Kuna watu wanacheza na kitu manhaji salafi kwa kutofahamu manhaji ni nini. Manhaji salafi ndiyo Uislamu wenyewe. Manhaji salafi ndiyo dini yenyewe ya Uislamu. Sasa kitendo cha kumwambia huyu wewe hauko katika manhaji kizembe ni hatari. Sio kitu chepesi. Yaani mtu kumwambia wewe hauko katika manhaji salafi kizembe ni hatari sana. Kwa manhaji kitu kikubwa kimezama katika itikadi. Majibu yetu ni kama ifuatavyo kwa Sheikh Abdul Wakil hadana Allah wa iyyah. Na sitomwambia Sheikh huyu kwamba manhaji salaf ndio dini yenyewe kama alivyosema yeye kwamba manhaji salaf ndio dini yenyewe, na sitomwambia kweli umepatia. Manhaji salafi ndio dini yenyewe. Na pia tumwambia kuwa ni kweli kumwambia mtu kuwa wewe hauko katika manhaji kizembe bila hujaji wala barahin, hilo ni jambo la hatari, kwa sababu unakuwa umembidiisha mtu huyo na sio umemkufurisha kama ulivyodai wewe pasi na huja kwamba unakuwa umemkufurisha. La, unakuwa umembidiisha mtu kwamba wewe hauko katika manhaji ya salaf, wewe hauko katika manhaji ya al-sunnah wal jamaa. Mtu huyo unakuwa umembidiisha kwamba ni mubtadi', ni mtu mzushi huyo. Sasa ikiwa tumekubaliana na wewe kwamba kweli ni hatari kumwambia mtu wewe sio salafi au wewe hauko katika manhaji ya salafu salih, hautaki kumwambia kizembe kama ulivyosema, ni kweli utaki kumwambia mtu kizembe, lazima uwe na hoja za kumwambia hivyo. Sasa turudi kwenu nyinyi mahizbi na hasa wa ansaru sunna, tuje kwenu nyinyi. Je, nyinyi mko kwenye manhaji ya salaf? Mnafuata manhaji ya salaf? Ni kweli mwasingiziwa kwamba nyinyi hamko, tunapowaambia kwamba nyinyi sio masalafi wala nyinyi hamko juu ya manhaji ya salafu salih, tuwasingizia katika hilo? Bila shaka hawa watu hawasingiziwi. Hawa watu wana mikhalafa ambayo imewatoa nje ya manhaji ya ahlus sunnah wal jamaa. Manhaji ya salafu salih imewatoa nje, na wao walipojua kwamba washatoka nje na wafuasi wao washawajua, hawakubali tena, wamewakimbia kwa 90%. Ndio maana wanatumia nguvu kubwa kuishambulia da'wa hii kwa hali na mali. Kila anayezungumza huko tamsikia yuko huko ashambulia. Hawa wanajiita masalafi, hawa hongo, wanajiita masalafi, hawa salafi uchwara, salafia jadida, si kadha na kadha, wakiongozwa na mkuu wao Sheikh Salim Barahian hadana Allah wa iyyah, aliwamezesha fikra hizo na wakaiva katika vifua vyao. Kwa hiyo akizungumza hawana hujaj wala barahin, lakini kwa sababu Sheikh Karnena Sheikh wao mkubwa, basi na wao watasema. Lakini alhamdulillah watu washapata bayina, wakajua kwamba kumbe hapa hatufanyi dini, tunafanya mchezo na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wawakimbia kila kukicha, na wao kajikuta wanasimanzi, wakawa wanajiliwaza kwa kushambulia kwa maneno makali. Ndugu zangu, kwanza natakiwa tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuongoza kuifuata manhaji hii, manhaji iliyosalimika. Baada ya watu kuwa wanafuatilia durus, mihadharat, khutab za ahlus sunnah wal jamaa, rudud za ahlus sunnah wal jamaa salafiyun dhidi ya watu wa batil, kuanzia hao hizbiyun, masufi, mashia, maibadhi na wengineo, kutoka kwa mashekhe zetu na maduat ambao wamesimama katika kuihami da'wa hii, ad-da'watu salafiyya. Wakawa watu wengi wamepambaukiwa na wakajua kwamba kumbe tunachokifanya sio dini, tunafanya machezo huku hakuna dini huku. Kwa sababu wakiwatazama mashekhe zao kwanza wanacheza na dini, hawana cha durusi za kueleweka, wanachokidai hawakifanyi. Watakwambia masala ya sunna, kufuata sunna, lakini si watu wasomaji wala wasomeshaji. Na ndio maana utamuona shekhe huyu anakosea kila sehemu, sio yeye peke yake, 90% ya kwao iko hivyo. Ndio jambo lao, si watu wasomaji kabisa. Wao wameshughulishwa na baadhi ya mambo, kwa sababu yeye katika mazungumzo yake alisema sasa eti mmekusanya mali kujenga mashule. Kwani kusanya mali ni haramu? Kujenga shule ni haramu? Kwanza na kadha. Lakini hivi vya jumla jamala, unajua wewe ni kwa answari unakusanya mali kwa sababu nini? Wewe sijui nini bwana? Hana watu wanakuwa ni majuhali, wajinga tu.
Dini wanaichezea chezea tu kama ya kwao. Kienyeji tu, jumla tu, na kukusanya mali. Neno kukusanya mali ni nini yani? Kwani Muislamu kukusanya mali ni kosa kisheria? Turudi katika sheria. Muislamu kukusanya mali ni kosa? Akikusanya mali kihalali ni kosa. Hata kama mimi nakusanya mali ndio. Mimi nakusanya mali ndio. Ni kosa. Kosa nyinyi bwana, mna mashule. Nyinyi ni watu wa dunia tu. Mnapenda dunia, ndio maana mna mashule, mna nini, mna mahospitali, mna nini. Hamko katika manhaji salafi. Kumiliki shule ni kosa. Leta dalili kisheria kwamba ukimiliki shule hauko katika manhaji. Leta dalili ya kwamba ukimiliki kadhaa hauko katika manhaji. Leta dalili. Hivi vya jumla tu, hivi vya jumla. Unaforce mtu, unamlazimisha kitu hata kama hana. Nyinyi hamwambii kwamba kujenga shule ni haramu na kukusanya mali ni haramu, isipokuwa mmepoteza malengo yakawashughulisha haya. Zile madarisi mkazitupa, mkaenda kushughulikia mashule na miradi yenu ya kiuchumi ya kilimwengu, mkaitelekeza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mwasema hivyo, na si kwamba haramu kukusanya mali, la, lakini wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Tanguliza akhirah kwanza. Huku mbona mmepatelekeza kwenye jambo la dini? Wako wapi wanafunzi wenu wenye kuihami sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wako wapi wanafunzi wenu wenye kusimamisha durusi za kueleweka katika vituo vyenu? Wako wapi? Tuelezeni, ni wapi mmefundisha vitabu vya sunna nyinyi, vitabu vya aqida na vitabu vya tauhid, kwamba hapa mmesomesha mfano al-usul thalatha, al-qawaid al-arba', usul sita, nawaqid al-islam, shurut la ilaha illa Allah, kitabu at-tauhid, kashf ash-shubhat na vitabu vinginevyo, vitabu vya aqida kama usul sunna Imam Ahmad, aqidatu at-tahawiyya Imam at-Tahawi, lamia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na mfundishe watu waelewe aqida yao na vitabu vinginevyo vya sunna. Ni wapi mmefundisha mambo haya? Hamna. Na ile challenge Sheikh Abdallah aliwapa, tuonesheni ni wapi. Hakuna. Zaidi watu wakisimama maendeleo, unajua waislamu hatuna uchumi, unajua waislamu hatuna kadha, unajua waislamu kadha, na mihadhara na nadawati nyingi, lakini jambo la kusomesha dini limewashinda. Allah subhanahu wa ta'ala akawageuza upande wa pili ambao mliuchagua nyinyi. Ndio maana watu wawashambulia kwamba hawa ni ansarul mal, bali kwa ansarus sunna kama walivyodai wao wakawa ansarul mal, kama alisema Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala. Sasa mabwana hawa kuna sehemu wana inhiraf, wamepinda kuiacha njia ya al-sunnah wal jamaa kwa kukhalifu misingi mikuu. Kwa sababu mtu anaweza akazini mathalan, afana Allah wa iyyakum, au akaiba, akafanya kitu fulani katika madhambi, katika kabair, lakini akabaki katika daira ya al-sunnah wal jamaa. Lakini ukikosea misingi na ukawa muanid na muarib, inawezekana ukateleza katika msingi lakini ukarudisha katika usawa ukarudi. Lakini wewe umekosea misingi ya al-sunnah, alafu ukiambiwa waleta inadi na kibri na ujeuri, wewe unatoka nje ya daira ya al-sunnah wal jamaa, unatoka nje ya manhaj ya salafu salih, kwamba wewe hufuati manhaj ya salaf. Sasa miongoni mwa misingi mikuu ya manhaji yetu hii inayotubagua sisi na wa hizbiyun na firaq nyinginezo, wajua kwamba kumbe hawa ni ahlul batil na hawa ni ahlul haq. Msingi mkuu miongoni mwayo ni kuwaheshimu wanawachuoni wa ahlus sunnati wal jamaa na kurejea kwao katika fatawa zetu. Tunapotaka kuelezea masala tunarejea kwao, wao wasemaje kulingana na kwa mujibu walivyoelewa dalili za kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu marejeo makuu ya waislamu wote ni al-Qur'an wa sunna. Sasa hawa mabwana wakubwa hawa wanawachuoni wetu wasemaje kwenye kadhaya kama hizi? Sasa inatakiwa kuwaheshimu na kuchukua ilmu kutoka kwao. Huu ni msingi madhubuti ambao huenda mtu ukaona ni wa kawaida, kwa sababu watu wenye maradhi katika nyoyo zao wanasema wale si watu kama sisi tu, kwani watofauti gani na sisi? Walichopewa ni elimu tu, lakini kama sisi. Ndio, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kama wewe, lakini alipewa wahi
ukawa umemumayiz baina yake na wewe, ukawa tofauti. Hawa maswahaba ni wanadamu kama sisi, lakini Allah amewachagua kuwa ni vyombo maalum vya kuisimamia dini na sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawachagua kuwa ni wanafunzi maalum wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sio wewe. Kwa hiyo ni tofauti baina yetu na wao. Na Allah ametuamrisha kurejea kwao, na hasa wakati wa matukio mbalimbali yanayozuka katika ulimwengu. Na wazi lazima turejee kwao. Wao wasemaje kulingana na walizoidurusu Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa msingi huu hawa jamaa zetu, hawa hizbiyun na hasa wenye mrengo wa ansaru sunna na wengineo wameuvunja msingi huu. Wao wanawatukana hawa wanachuoni ambao wamesimama sawa sawa katika kutetea sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuitetea manhaji hii, manhaji ya salaf. Wao wanawatukana na kuwadharau na kuwaita majina mabaya, na kadhalika hawakuishia hapo tu, wakawatusi na kuwasema vibaya wale ambao wamewafuata na kuwasikiliza wanaochuoni wale na kuwaheshimu, wakawabandika majina mabaya. Na sisi tufahamu kwamba miongoni mwa alama za watu wa bid'a, min alamati ahli albid'a wal ahwa alwaqi'atu fi ahli al-athar. Miongoni mwa alama za watu wa bid'a, ukitaka kumjua mtu mzushi ni kuwasema vibaya, kuwatuhumu, kuwatukana, kuwakebehi, kuwakejeli watu wa sunna. Ukimwona mtu kama huyo, ujue huyo si katika al-sunnati wal jamaa, hata kama atadai. Sasa hawa hizbiyun msingi huu wameuvunja. Na tukisema kwamba hawa wanawatukana wanawachuoni wa al-sunnati wal jamaa, hailazimu kuwa ni wote, kwamba eti wanawachuoni wamewatukana wanawachuoni wote walio katika al-sunnati wal jamaa. Bali kitendo cha kumtukana mmoja wapo au wawili au watatu au wanne, unaambiwa wewe umewatukana wanachuoni wa al-sunnati wal jamaa kwa ujumla wao, kwa sababu jambo lao ni moja, wote ni watetezi wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana ukisoma Qur'ani kwa tadabbur, kwa mazingatio, utaona Allah subhanahu wa ta'ala anazilaumu baadhi ya nyumati zilizotangulia kwamba yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq, wanawaua manabii wa Allah pasi na haki, lakini pengine walimuua nabii wao mmoja katika zama zao, kwa sababu kila watu wameletewa nabii wao. Sasa inawezekana kuna watu wamewaua manabii, wamemuua nabii wao mmoja, lakini Allah akasema yaqtuluna al-anbiya, wanawaua manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Au utaona kadhabu rusuli, wamewakadhibisha mitume wetu, lakini anaambiwa hivyo ni zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akimsimulia zama zilizopita huko kwamba waliwakadhibisha mitume wetu, akatumia jamu, lakini hukusudiwa nabii mmoja, lakini kwa sababu ujumbe wao ni mmoja wakajumuishwa mitume wote. Na mfano wa aya kama hizo ziko nyingi. Kwa hiyo na hawa kitendo cha kuwa wamewatukana baadhi ya wanawachuoni kwa sababu tu wamewakhalif katika misimamo yao walioizua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaibainisha kwa hoja na barahin, wao wakawachukia, wakawaita majina mabaya na kuwatukana. Hii ni alama ya kuwa wao ni watu wa bid'a na si katika al-sunnah wal jamaa. Mfano wa wanachuoni ambao hawa mahizbi hawampendi na hawawapenda wala hawawataki hata kuwasikia ni Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Sikilizeni kwa makini ayuha muslimun. Huyu Sheikh Muhammad Amani al-Jami, katika wanachuoni wa al-sunnah wal jamaa, wao wanamchukia, hawampendi mwanachuoni huyu kabisa, hawataki hata kumsikia, kwa sababu amekashifu mambo yao waliokuwa nayo katika bid'a na khurafat. Kadhalika Sheikh Rabi'u ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, huyu pia hawamtaki na wanamsema vibaya. Na Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahumullah na wengineo katika wanachuoni wa al-sunna ambao wameyakashifu mambo yao ya kihizbia, wao hawataki wala hawapendi, hali ya kuwa wanachuoni hawa wamesifiwa na kupewa tazkia na wanachuoni wenzao ambao wao wanawakubali, kama Sheikh Ibn Baz rahimahullah, Sheikh Saleh ibn Uthaymeen na wengineo katika wanachuoni wamewasifia hawa na kuwatia dosari wale wanaowatukana na kuwasema vibaya na kusema kwamba hawa ni katika ahlul bid'ah wal ahwa, wanawatuhumu mashekhi hawa.
lakini hizbiyun na hasa hawa ansaru sunna wao wanawatukana na kuwasema vibaya. Utasikia katika vinywa vya hizbiyun wakizungumza kumsema vibaya Sheikh Muhammad Amani al-Jami, Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi' rahimahumullah ta'ala, na wakiwanasibisha wale wanaowafuata na kuwasikiliza na kuwapenda na kuwatukuza kwa mujibu wa vile ambavyo inatakiwa kisheria, wakiwatungia majina yao na kuwaita kwamba hawa ni madakhila, hawa ni majamia. Kutwa utawasikia wakisema hivyo, na mkuu wao ala rasihim Sheikh Salim Barahian hadana Allah wa iyyah, yeye katika mazungumzo yake utamsikia akisema hawa madakhila tayyib, hawa majami hawa majamia. Anamkusudia Sheikh Muhammad Amani al-Jami kama ni majamia hawa wanamfuata Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Hawa madakhila hawa anamkusudia Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Sasa yawaje watu kama hawa hizbiyuna hao eti wawe katika daira ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa? Yawaje wasitoke nje ya manhaji? Kwa kosa hili tu watoka nje ya manhaji, hawako katika manhaji ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Na uthibitisho wa maneno yao, wewe soma tu kitabu kile cha Sheikh Salim Barahiani kinachoitwa ni upi usalafia jadida. Soma ujione kwa mati zilizoko mle, namna alivyowasema vibaya hawa mashaikh niliwataja hapo. Zamani alikuwa na sauti wasikia sauti, lakini siku hizi ameandika kitabu. Sasa huenda Sheikh Abdul Wakili akasema lakini mimi sijatukana, kwani umenisikia? Wewe shekhe wako nani ambaye mnamhami nyinyi asubuhi na jioni? Sheikh Salim Barahiani ni mtu wanamhami, na ukimsema vibaya watakusema kweli kweli. Unaleta fitna. Sheikh amefanya da'wa muda mrefu kabla hujazaliwa, kadha wa kadha, hivi na hivi. Hizo ni hoja za watu waliofilisika. Kwani mtu kufanya da'wa kabla hatujazaliwa akakosea asikosolewe? Wanakosolewa vizuri, na ndiyo sunna ya Allah aliyoiweka katika ulimwengu kwamba watu wanakosolewa hata kama washakufa, achilia mbali wakiwa hai, ili watu washughulike na vitabu vyao na maneno yao na athari walizoziacha. Sasa kitendo cha kuwa nyinyi mwamtetea na hambainishi huu uozo uliomo katika kitabu hicho ni upi usalafia jadida, hii inaonyesha kwamba nyinyi mnamhami. Na ndio maana wewe katika mazungumzo yako ukasema eti mtu anakuambia wewe hauko katika manhaji kwa sababu wewe ni ansaru sunna. Ansaru sunna ni dini. Nani kaambia kwamba ansaru sunna ni manhaji kadha wa kadha? Kwa sababu unatetea manhaji yenu mliokuwa nayo ya uhizbia. Sasa labda uje utuambie kwamba hapana, shekhe hajawatukana hawa, shekhe letu hajawatukana hawa ambaye nyinyi ndio mkuu wenu katika jambo lenu. Natakuja kuyaeleza insha Allah miongoni mwa bid'a walizokuwa nazo hawa mabwana kwa huyu shekhe wao mkubwa ambaye imewatoa pia nje ya daira ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Sasa ukija wewe inatakiwa uje na hoja za kukrasha haya maneno kwa hujja kwamba mimi bana sikubaliani na wewe kwa sababu kuna 1, 2, 3, au aje yeyote katika hizbiyun asimame dhidi ya maneno haya afutuone hoja tazileta biidhnillah ta'ala. Naam. Kwa hiyo ukiangalia hawa bwana hawa wamemfanya kuwa Sheikh Salim Barahian hadana Allah wa iyyah ndio amiri wao mkuu. Alilolisema litapita vyovyote iwavyo, akisema wewe usimame hapo utosimama, fanya kadha hutofanya, usifanye hutofanya. Wamemfanya ni ngao kwa wao, ima kwa haki au kwa batili. Sasa inatakiwa tujue nafasi ya watu hawa ambao tumewataja sisi, ambao nitawakariri sana katika mazungumzo yangu biidhnillah, kwa sababu hawa mahizbi ndio wamewafanya hawa watu kuwa ni watu au kitu cha kuwapiga nao masalafi, kwamba angalia Sheikh Rabi, madakhila hawa, majamia hawa, kadha wa kadha. Sasa je, wanachokisema hawa hizbiyun kwa kuwatuhumu ama shekhe ni kweli? Tuangalie aqwali za wanawachuoni ambao wameasir zama za hawa, walikuwepo hawa wakiwa hai na wako hai, na wote katika juhudi ya kuipeleka da'wa na gurudumu la da'wa salafia mbele. Wanasemaje kuhusu hawa tuliowataja hawa wanawachuoni watatu? Wanawasemaje wao? Je, wanawasema kama hizbi wanavyowasema, kana kwamba ni watu fulani wa genge la wahuni fulani mtaani hivi, au wasela fulani hivi, au wafuta bangi fulani wala mirungi hawa, au ni watu walikuwa ni madhubuti katika sunna? Sasa tutawataja waliowapa tazkia ambao hata nyinyi hizbiyuna mnawakubali, kama Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala
na Sheikh al-Albani wanasemaje kuhusu watu hawa? Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala anasema kuhusu Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullah, anasema hivi: Muhammad Amani al-Jami ma'rufun ladayya bil ilmi wal fadl. Muhammad Amani al-Jami anajulikana kwangu mimi, yani mimi ninamjua mimi kwa kuwa na elimu na ubora. Ni mtu mtukufu kwangu mimi, mtu mbora, mtu mwenye ilmu na maarifa. Na hii ni haki aliyosema. Ukimsikiliza Sheikh Muhammad Amani al-Jami tara ajaba al-ujab, ni mtu anazungumza kwa ufasaha, akielezea jambo utalielewa biidhnillah kwa ufahamu wako uliokuwa nao hata kama ni mdogo. Kisha akasema hivi: wa husni al-aqida, na ni mzuri wa aqida, na maana aqida yake imesalimika, ni aqida ya sunnah wal jamaa. Wan nashati fi ad-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala, na ni mtu alikuwa ana nashati, ana uchangamfu katika kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa ni mtu yuko sharp katika kulingania, na ni mtu hana uzembe wala uvivu katika jambo la da'wa. Wa tahdhiri min al-bid'i wal khurafat, na yeye alikuwa ni mtu ambaye anashat katika kutahadharisha bid'a mbalimbali na khurafati mbalimbali wanazozileta watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ghafara Allahu lahu, amsamehe Allah jalla wa ala, wa askanahu fasiha jannati, na mweke Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo yake. Wa aslaha dhurriyatahu, na atengeneze kizazi chake. Wa jama'ana wa iyyah wa iyyakum, na atukusanye sisi pamoja na yeye na sisi na nyinyi pia. Fi dari karamatihi, katika nyumba ya karama zake, yani aljanna. Innahu sami'un qarib, hakika Allah subhanahu wa ta'ala msikivu aliye karibu, mwenye kuitikia maombi Allah jalla wa ala. Haya maneno ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akimsifia al-Imam al-Alim al-Allama Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahumullah ta'ala. Maneno haya utayapata katika tanzihu ad-da'wati as-salafiyya min al-alqabi at-tanfiriyya cha Dr. Umar ibn Abdurrahman ibn Muhammad. Ameyakusanya maneno haya na kuyaeleza Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala katika maneno aliyosema akimsifia Sheikh Muhammad Amani al-Jami ni haya. Kwa hiyo haya ni maneno yamethibiti kutoka kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akimsifia mtu huyu. Sasa aje mtu aje kuwatuhumu watu kama hawa na kuwasema vibaya kwamba Muhammad Amani al-Jami alikuwa kadha wa kadha, alikuwa kadha wa kadha, nani atamkubalia? Yani kama vile sitofahamu kwamba wametakaswa baadhi ya watu katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama sahaba, alafu anakuja Shia anatuambia Abu Bakar alikuwa kadha, Umar alikuwa kadha, Uthman alikuwa kadha radiyallahu ta'ala anhum, alafu tumkubalie wakati shapata uthibitisho wa yale ambayo hayana uongo ndani yake. Sheikh Ibn Baz hawezi kuzungumza uongo na watu mfano wake, wanasifia kitu ambacho wamekibashi na kuijua elimu yake. Kadhalika Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala alipokuwa akielezea kuhusu Sheikh Rabi' bin Hadi na Sheikh Muqbil, nataja kauli mbili tu, lakini wanachuoni wako wengi kama Sheikh Uthaymeen na wengineo katika wanachuoni wamewazaki sana watu hao, lakini tutashikana mbili ili kutorefisha sana mazungumzo. Yeye anasema nahnu bila shak nahmadullah azza wa jalla, sisi pasi na shaka tunamhimidi Allah hali ya kuwa ni mshindi na ni mtukufu. Ansakhara lihadhihi ad-da'wati as-salihah al-qa'imati 'ala al-kitabi was-sunnah 'ala manhaji salafi as-salih du'atan 'adidina fi mukhtalif al-bilad al-islamiyyah. Anasema sisi bila shaka tunamhimidi Allah azza wa jalla kutusakhirishia sisi kwa ajili ya da'wa hii ambayo imesimama juu ya kitabu na sunna na juu ya mfumo na njia ya salafu salih wema walitangulia. Kusakhirisha nani? Du'atan adidina, maduati mbalimbali, yani wengi, fi mukhtalifi albilad alislamiyya, katika miji tofauti tofauti ya Kiislamu. Yaqumuna bil farad alkifai, wanaosimama kwa kutekeleza faradhi yenye kutosheleza, alladhi qalla man yaqumu bihi fi alalam alislami alyawm, ambayo faradhi ambayo wamekuwa ni wachache wenye kuisimamia faradhi hii katika ulimwengu wa Kiislamu leo. Kisha akasema rahimahullah, falhattu ala hadhaini ash-shaykhain, kuwatukana, kuwaporomoshia heshima zao,
kuwakebehi, kuwakejeli lilhad, kufanya tanakus katika heshima yao. Anasema rahimahullah ta'ala, yani al-Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali wa al-Sheikh Muqbil, anakusudia hawa mashaikh hawa wawili ad-da'iyain ila al-kitabi was-sunnah, wanaolingania juu ya Qur'ani na Sunna, wama kana alayhi salafu salih, na wanalingania juu ya yale ambayo walikuwa juu yake salafu salih, wa muharabati alladhina yukhalifuna hadha an-nahj as-sahih, na wanampiga vita yule ambaye anakhalifu njia hii sahihi. Huwa kama la yakhfa ala al-jami', jambo hilo liko kama vile ambavyo halijifichi kwa wengi au kwa watu wote. Inma yasduru min ahadi rajulain, hakika hilo jambo la kuwadharau hawa watu na kuwatukana halipatikani wala kutokea isipokuwa kutoka kwa moja ya watu wawili, imma min jahilin au sahibi hawa, ima litatokea kwa mtu mjinga au mtu wa matamanio. Sasa nitakiwa mtuambie nyinyi mahizbi, je, nyinyi ni katika watu wajinga au watu wa matamanio? Kwa sababu Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala anasema yeyote anayewavunjia heshima yao hawa na kuwatukana hawi isipokuwa mmoja wa watu wawili, ima atakuwa ni jahil murakkab au atakuwa ni mtu wa matamanio. Atakuwa ni jahil, mtu hajui heshima yao, hajui nafasi yao, kimtajia wanachuoni anaona kama baba yake tu, kama mjomba tu huyu. Sasa inawezekana mjie kama mnaona hivyo kwamba hawa kama wale mnaocheza nao mtaani, mnaopiga nao story. La, anasema inatokea kwa mtu jahil asiyejua kima yao, au mtu wa matamanio ameamua kupotea kwa sababu wamemkataza kitu hataki kuacha, akawachukia. Kisha akasema hivi, aljahil yumkin hidayatuhu, mtu mjinga huenda inawezekana kuongoka kwake, akaongoka baada ya kubainishiwa. Kama hivi tunavyobainisha, inawezekana kuna watu wanamchukia Sheikh Muqbil kwa sababu ya sumu ya watu mahizbi kama nyinyi, lakini akisikia maneno haya yatoka Sheikh Albani, astaghfirullah wa atubu ilayhi, si watukani tena watu hawa, walikuwa shamezeshwa sumu. Jahili huyo alikuwa anasema hivi, li'annahu yadhunnu annahu ala shay'in min al-ilm, kwa sababu mtu mjinga anadhani kwamba yuko juu ya kitu katika ilmu, ana jambo katika ilmu. Mimi hawa walibabaishi kadha wa kadha. Fa idha tabayyana al-ilmu as-sahih tada, atakapobainikiwa na ilmu sahihi, tapobainika kwake yeye elimu sahihi, anaongoka mtu huyo. Wa amma sahibul hawa, ama mtu wa matamanio, mtu wa bid'a asiyewakubali hawa kwa sababu ya uzushi wake na matamanio nafsi yake, falaisa lana ilayhi sabil, hana kwetu sisi njia, hatuwezi kumuongoa sisi, hatuna namna ya kumfanya, illa ayahdiyahu Allah tabaraka wa taala, isipokuwa muongoze yeye Allah tabaraka wa taala. Fahaula alladhina yantaqiduna ash-shaykhain, hawa ambao wanawatia kasoro hawa mashekhe wawili, yani hawa kina Sheikh Salim Barahiani na genge lake na mfano wake, na huyu mzungumzaji ambaye amewatia kasoro hawa masalafi hawa. Sasa anasema kama dhakarna, ni kama tulivyotaja, imma jahilun fayuallam, ima atakuwa ni mjinga afundishwe, wa imma sahibu hawa fayusta'adhu billahi min sharri, ama inawezekana ni mtu wa matamanio, tukamtaka Allah msaada na hifadhi kutoka kwake, atuepushe na shari yake. Wa natlubu min Allah, na tunataka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, imma ayahdiya, ima muongoze mtu huyo, wa imma ayaqsima dhahrahu, na ima auvunje mgongo wake yule anayewatia kasoro na kuwatukana mashekhe hawa fudhala ambao ni wabora, ni watukufu. Haya ni maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala kuhusu hawa mashekhe watatu. Yananitosha maneno haya kwa sababu sahibu sunna yakfihi dalilun, mtu wa sunna inamtosha dalili moja tu akaelewa kwamba kumbe mambo yako hivi. Wa amma sahibu hawa, ama mtu wa matamanio anasikiliza upande akawa ataka yeye asubiria, ilikuwa anajua la maana, kumbe huna unachokizungumza bana, huyo la yakfihi 1000 dalili, huyo hata dalili 1000 zimtoshi, hata useme mpaka upasuki, mpaka maneno yatembee mbele ya uso wako na yeye aje abandike kwenye uso wake pale, hawezi kukuelewa kwa sababu Allah ndiye anayemuongoza mtakaye. Kwa hiyo haya ni maneno ya wanawachuoni hawa, Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala na Sheikh Al-Albani rahimahullah, wakiwazaki hawa wanawachuoni. Maneno haya utayapata katika Athana'ul Badi' min al-ulama, Athana'ul Badi' min al-ulama ala Sheikh Rabi' rahimahullah ta'ala, ajo kiandaa Sheikh Khalid ibn Dhahwi al-Dhufairi hafidhahullah ta'ala wa ghafara lahu. Naam. Kwa hiyo haya ni maelezo kuhusu
hawa wanachuoni watatu ambao mahizbi kutwa ni kuwatukana. Kitabu kile ambacho Sheikh Abul Fadhl Allah muhifadhi na aurefusha umri wake juu ya toa yake na muepushe na kila vitimbi vya watu waovu na amthibitishe juu ya haki mpaka kufa kwake na asimamie da'wa hii na kadhalika mashaikh wote wa Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Sheikh Abul Fadhl siku moja hafidhahullah alikuwa akimradi Sheikh Salim Barahiani, akakiita kitabu chake kile ni upi usalafia jadida kwamba ni kijarida cha udaku. Na kweli ukikisoma kile ni kijarida cha udaku, kimejaza ubozo na uvundo wa kuwatukana Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Barakallahu fikum. Sasa ndugu zangu waislamu, tumeona namna hawa wanawachuoni walivyowazaki hawa wanawachuoni watatu ndio wataja, na wengineo tumewataja wanawachuoni wawili, lakini wako wengi waliwazaki hawa wanawachuoni. Alafu aja watu ambao ni kikundi kinachonasibisha na sunna kwamba sisi ni wana sunna, tena sisi ndio tumeiasisi hii sunna katika nchi yetu hii, wakajitia mabavu wakadha wakizunguka katika miji, lakini wawatukana watu kama hawa. Vipi wawe katika Ahlus-Sunnah wal Jamaa? Vipi wawe katika manhaji ya salafus salih? Hali yakuwa yasubuna alulama, wanaotukana wanachuoni wa Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Hivi hamjui kwamba Allah jalla wa ala amelikataza hilo? Hamjui kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifia wanachuoni ni warathatul anbiya? Alulama warathatul anbiya, wanachuoni ndio warithi wa manabii. Hivi hamyajui maneno ya wanachuoni wa kale kama Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala aliposema luhumul ulama masmuma, nyama za wanachuoni zenye kutiwa sumu, zina sumu hizo. Wa'adatullahi fi hatki astari muntaqisihim ma'luma, na desturi ya Allah katika kuvunja stara ya wale ambao wanawatia dosari na kuwatukana ni kufahamika. Hamjui hilo? Vipi mwazishambulia nyama za wanachuoni kama hawa ambao wamesimama shabbat lihahum fi hadhihi ad-da'wa, ndevu zao zimeota mvi kwa sababu ya kuitumikia da'wa hii? Waje kumjibu nini Allah?